Sultana. Bwana jamani. Bwana siamini macho yangu. Kivipi? Akili ni mwanaume mwenzangu, mtu wangu, dokta wangu. Ndio. Hivi kweli una busara yako yote na masomo yako yote na upeo wako wote imekuwa kuaje? Subiri kwanza. Imekuwa kuaje? Yaani imekuwa kuaje mpaka yani mfano njiwa kumnyakua chakula chake yani egle. Mbona sijakuelewa bwana? Unazungurusha mimi. Wala ya Mungu ni mimi. I say. Yani haya maajabu kabisa. Dereva kumpiga chini dokta. Chini. Driver? Badra. Ndio. Badra. Si wako tena alikuwa. Saizi driver ndio anamuendesha. Driver? Mama nyao. Uwele vyo menyanyu huko. Ujya mushoferi wiwe. Yuriko rambira nivyo. Ujya mushoferi wiwe. Badra ntiyumva. Badra ntabona. Badra wunze. Ujya mushoferi wiwe nyene. Mimi mchumba wangu mimi. Oho, we kali hapo ule mchumba wangu wenzako kwa karibia utapiga hata ndoa. Sultana. Badra, yes, unasema? That's how it is. Yani mimi na Nas wapi kabisa. He's no more in my life. Yani I broke up with him. It's over. What's happened? Yani ilikuwaje? Kuna kitu uligundua kama Lisu niambia unaenda kuminvestigate? Yani I found out kama yeye, mamdogo, Chief Amir, everybody, Jamal, wote walikuwa pamoja nao. Kweli? He belongs to the same group. Yani walimtumia yeye ili he must get me tupendane, anioe ili na wenyewe wapate mali, yani wazigawe kupitia mimi. Yani kama gisi mimi alinitumia kwa nani hii kwa Jamal. Baada ya kuona kwa basi mimi iliharibika, fail. Ikabidi watafute njia ya pili which was me. Lakini haujua kama hicho kitu kiwezekana. I'm smarter than that. Unaona yale nilikuwa nakwambia. Yaani nyinyi wote wawili waliwategeza kupitia mapenzi. Maana wanajua mapenzi ndio njia muafaka ya kuweza kupata mabinti. Yes, ndio maana kila siku nawaambia must use your minds. Of course, mapenzi na brain at the same time. Kabisa brain. Sababu kama hivyo Badra angekuwa hakuuse brain kama hivi yuko wapi? Amefeli. Amefeli moja kwa moja. Na wewe ndio mkubwa bi maana na karatasi za nyumba zote ungempa Anas. Lakini sababu you use your brain, unaona kama leo umepata jibu mwafaka. Ndio nilikuwa nakwambia Basma kila siku. Kabla ya mapenzi, yes mapenzi is good, ni mazuri, kila mtu anapenda love, yes. But kabla kuingia kwenye love, use your brain, use your mind. Maana yake wanaume sio kila mwanaume tafikiri mwanaume, hapana. Kuna wengine wanaume suruali. Amevaa suruali na mwanaume but is not a man, that's all. Ana malengo yake fulani, ana ubandi wake fulani, ana mambo yake machafu fulani. Lakini appearance unamwona kama ni mzuri, anaongea vizuri. So you have to use your brain. Kwanza mimi acha nimshukuru Mungu sana kuona nimepata watoto ambao wako smart na wamefanya jitihada kabisa katika kugundua ukweli. So, kitu hasa gani uligundua pale kwa Anas ambacho kilikufanya sasa ukaona over? Yani when I went to visit him, nikawa pale kwake akatoka kidogo kupokea simu. Basi I was like, this is the best opportunity kucheck simu yake. Ni control, anaongea na nani, anapigia nani, ana text nani. Kama Mungu tu kweli. So as soon as nikaona yeye na mama mdogo wako na chat on WhatsApp, I'm like, okay, wana urafiki gani, mazoea gani kwa kuongea. Tena kumbe kama message ilikuwa juu, yani yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza. Exactly. So kufungua hivi message nakutana na audio voice note mama mdogo anamtumia. Yes, so nikasikia hiyo voice note mama mdogo yuko anamwambia vitu vingi sana, akasaying details, jinsi walimtuma Jamal, jinsi walikuwa wote, anamwambia wasisahau deal ambayo alikuwa nayo. Ndio ile audio ulinitumia? Yes, sijui kama umeshafungua. Sijafungua, nikasema nitafungua hata muda mwingine. Okay, fungua, just prepare yourself, maana utasikia vitu vingi vya kuuma, vitu vya yani hata ukifungua just take time, umekaa fast, like just relax, maana kweli nilisikia like I wanna lose my mind wakati nasikia your voice.
plan zao zote, iko na mbegi simu fail, make sure kabisa Badra kukubali no matter what, hatuwezi lose the opportunity. Basma ilishindikana, na wako na make plan kitu atanikamata mimi, so I was like mume ndo plan yake alikuwa anipendi. Bi maana hivyo watoto wangu mnajua tuko vitani. Nyinyi watoto wa kaka yangu na kama watoto wangu, sababu mimi na baba yangu tulikuwa wawili kwenye tumbo letu. Alafu mimi sijajaliwa kuzaa. Bi maana nyinyi ndio kila kitu kwangu. Kumbukeni kwamba hivi tusimame sisi kama sisi. Tuko vitani kabisa. Unaona hapo? Ndiye maana. Yaani Anas ni kweli kabisa 100% iko kwenye hayo mambo. Kivipi? Sababu Kinzan ule kijakazi ambaye yuko kwa Amir alivyonipigia simu mwambie Badra iko kwenye matatizo haraka sana muokoe ikiwa itawezekana, sababu singekuwa na mawasiliano mazuri na Kinzan leo kama mko kuna matatizo makubwa Badra kama hivi kwenye mtihani. Lakini alivyoniambia Kinzan tukawa tumemtuma, nikampigia simu Dalil aweze kumuokoa Badra. Sasa swali linaturudia sisi wenyewe, Amir alijuaje kama sio Anas alimwambia? Hakuna wengine mwenye angemwambia kama sio. Bi maana Anas na Amir they are together. Wanajua anachokifanya. Hii familia yote imetuzunguka kwa kutaka kutuumiza. Wameniweka kakaangu. Hivyo wanataka kuniua watoto. Yes. Lengo mali. Yes. Because myself niliona call ginaingia Chief Amir waliongea sana. Chief Amir na yeye wapi na wapi, like where do they know each other? Wanajuana wanaongea nini? None. Hapo exact the same time wakati niko pale ndo nakuta walikuwa naongea. Wanaongea kuhusu nini? They are not friends, wala mimi hajawahi kumention mtu namfahamu, like how Chief Amir na wala huyo doctor yeye anasa hatumiki hata kwa Chief Amir. Wapi? There's no connection there. Kuna watu ambao duniani wamekaa kama mashetani. Ule Chief Amir sana mambo yake, ana kazi zake, ana pesa. Lakini ameona tu za mwenzake, matoto wa yatima, atake kuchukua kupora na vitu vya mayatima. Kweli? Basi mimi kama sultani nitadili naye. Watoto wangu, don't worry. Kama ni vita tumevianza, tutasimama imara na hadi tufike kwenye malengo. I am Sultana. Afu kitu kingine hasa, hakuna kati yetu kuleta mfarakano. Niepeni ahadi nyinyi wawili kwanza haswa. Kama hamtorudi kugombana, hamtorudi guchanamo, mube kimwe, tube kimwe, tushike kuvyo tushikako. Sivyo? Na kama kweli mnaniahidi, tieni mkono wenu hapa. Nyinyi wote. Ahadi. Promises. Drama uko sasa kukasirika for nothing. Haya yamekwisha. Together tutafika kwenye malengo. Just say yes. Yes. We'll do it. Sultana. Ndio mzee. Yaani mimi ninakwambia, yaani hayo ndiyo matokeo ambayo yapo sasa hivi ya mimi na Badra. Sijakuja kwa diseti kwa sababu ya kutaka kulaghai wala nini. Aliko vyumve vyemere jewe nawe ubu. Yaani ijando tunahora ndio tuemisha sida kujenda kubu. Nikuri maana ya issue. Jina natanga kuza kuomba mgia tinkuri na vyemere. Yaani kama unasagile miseme tu kulala na viatu. Yaani usiku nimeshindaga siku nzima. Niko natembea. Barabara wewe ujinga sasa. Barabara mtu umechanganyika tembea miguu chini kitandana na viatu. Kwa sababu tu ya kutokuamini kama hicho kitu kimetokea kwangu. Kwa kweli mzee bado nina furaha sana. Naenda kwa hidi ni kazi hivi naenda kuifanya zaidi na zaidi na zaidi. Sababu unajua ni kimoja. Kukubaliwa ni kimoja. Mzee sasa hapo nataka kwenye kazi nguvu sasa. Sikiliza kukubaliwa ni kimoja. Ndio. Na kudhibiti sasa yale mapenzi yako ni kingine cha pili ambacho ndio kibarua kikubwa sana. Ndio kazi kubwa sana. Watu wengi sana wanakutana mtu anapenda. Unajua kuna kupenda na kuna kudhihirisha mapenzi yako kwa unayempenda. Wanaita kwa Kifaransa kuna aimer, savoir faire kuna amour na kuna savoir faire de l'amour. Wako watu ambao sija wanapenda kwa mapenzi ya kweli ya dhati. Hakuna kabisa mkubwa kama mkunda kama mfira kabisa. Alikukuenza kwa rukundo. Wewe ukamwona. Daktari, haujawahi kuona mtu anampenda mke wake sana.
Lakini sasa kumdhihirishia mapenzi yake kwa mke wake inamshinda. Mwanaume anakutana iko mekaniki, jeuri, yaani hana mipango, hana ubunifu. Alikata tu kama robot moja hivi. Anakuja bila mwanamke. Yaani robot moja hivi tena. Yaani sijui ni nini. Kama mtu yaani kama anapandisha bendera. Sasa kama anapandisha bendera vile. Alafu anakuja kujifunza sasa. Mwanamke akisema tu kama anamtoka, analia kama mtoto. Sasa kama mtu ujinga mwingine sasa. Wewe sio cheke tu fry nimeona na miguu nimetia miguu sio unaweza kugusa mkoga ya kwenda mwenye kukifisa kazi yamba hicho. Ariko mzee. Jina la mwili kuja mkoga kwenda mkunda. Hata na nyinyi mimi. Alafu leo jina ni gabuni. Beshi tuvisi imfugo bazita ngo amarisha mugeni. Tuna maneno mazuri wanaume wengi tuna maneno mazuri tutakapo tuko tunatongoza wanawake. Lakini akishakubalia au kishakuwa naye inakuwa na hata zungumzo. Sawa? Hivi kama mwanzo unaona kama yeye ndiye ndio wa pekee na utamuita bara mwezi, utamuita nyota, utamuita kila kitu. Mzee na wewe maneno sana. Hayo maneno unaona uzungumza. Ndio nakwambia ndiko nakubwira. Benshi usanga twigira amaze tunawapo wete, tukutarondera abakobwa tugira bapo wete, bitito biki migari myinshi tukayirondera. Ngo tubaze kubaronga sindi diamond ishiza mu mitwe umengo. Si abandi tukabara tubembeza, si abandi tukabara amakado, si abandi tugira ama surprise. Mzee mimi ni kuahidi tu kwamba mambo tutayasikia vizuri na Neema Badra mwenyewe kimona sasa. Mimi nimeona sana ile mwanamke alikuwa na muda mrefu sana kitana mtu anasumbuka. Hata yule daktari bwana yule alikuwa anamsumbua tu ovyo. Unaona jinsi yule mwanamke anachanganyikiwa. So now mimi nakuahidi kwamba nataka kufanya mambo mazuri. Na unataka kuamini sasa hivi nikuonyeshe kama mimi nitazungumza. Unajua juzi kati tulikuwa pamoja. Kwa hiyo unazungumza Kiingereza sana. Wewe unapanda. Acha mzee. Hivi sasa mimi hivi nishaka na bana maneno. Now of course I can't. Yaani hivi nimeshagabana maneno yote. Sawa, vizuri. Sasa namwambia siku zijazo tukija hapa. Yaani mwambie tu auntie ajiandae ni Kiingereza tukwenda mbele. Swala sio Kiingereza, leta barua, leta mahali, tuone mahali hapa na vitu. Tukamwambia tunataka Kiingereza wewe. Leta mahali, leta barua, leta mahali, chukua mzigo. Mambo matatu. Mzee lakini wasema ni kweli niko sio lete moshi hapa eti sio mimi ta Kiingereza. Acha na kwa Kiingereza wewe. Leta mambo mazima hapa kwa kusudi ili lakini hayo ndio mambo ambayo inabidi tuingie mzee yako atakunya kwa mzigo. Sije kulialia hapa eti wewe nani. Mimi nakwambia kwamba mambo yako sawa na nimekabilika kwa ile. Sasa pamoja na yote sasa jitahidi uwe mkweli sasa kwa mwanangu. Mtoto wa wapi? Yule ni msomi. Jarize hata. Niweza ngani abandi kwa muhenda enda kusama na wajamba hata sijarize. Mpaka mnanitisha lakini. Cha mbere ube imvuga kuri. Kuvuga ndavuga ngo kuri kucyamuzi kwenye gusha. Ako kundi kumeze. Mubwiza ukuri. Niwe parike nyuma diva. Niwe parike niwe imodoka atamodoka office. Niwe etage ata etage office. Niwe abantu sanga agenda ahantu agiye kubitisha gafoto ku modoka y'abandi. Acharungira umukobwa ngo ariko mzee. Cyane kumvira abandi nziza mu nzuni rwa katari. Ujya wabaye mugi. Nakuvuga ngo urukundo rwawe rube ari urukundo rw'ukuri. Mapenzi yako yende kwenye ukweli. Wewe mtoto wa watu. Hapana choko naongea na aunti yake hapana. Najua na yeye lazima tu atamwambia baadhi ya mambo. Sio mapenzi hajifichi. Sawa hajifichi. Lakini nachokwambia tu hakikisha kwamba mapenzi yako yanakwenda kwenye ukweli. Wengi tunafeli katika maisha kwa sababu tunaita mapenzi ya uongo. Habari ndio hiyo. Mzee mimi napenda sana kuja kuzungumza nao kwa sababu napata nasaha nyingi sana zenye kunijenga sana. Na nitajitahidi kulifanyia kazi. Mimi nachukulia kama ni surprise kweli tu nilikuwa naona gisi alivyo ni mtu mwenye kaza asingekubali. Lakini sasa kama wewe umekubali ni bahati yako. Bahati yako na mwanaume ni mwanaume. Wewe pambana kabisa. Uhakikishe kwamba sio ile uchumba muda mrefu. Uchumba muda mrefu mara nyingi haufikia kwenye point. Mimi nizungumza tu kwamba kwa mzigo ule utakutana sasa ilikuwa naye muda mrefu kisi wewe ndio unataka kunyakua. Na wewe kujema. Kuleta moshi wa kujema. Shauri yako. Mzee mimi kuahidi tu kwamba tutajitahidi, tutazungumza mimi na wewe, tutakuomba sawa, lakini tu vile vile na ndoa zenu zinahitajika. Na kutukua karibu maana tunajua tuna vijana tena damu bado iko moto. Ndio kama unaona hujatulia, maana unga juu maana sasa tabiri. Kama ni globe kuambia hata globe jini kibakuli tulie kwanza. Sawa mzee, basi niacha nini sasa gari. Mwambie tu kwamba mimi nishakuwa tayari na msubiri tu. Hamna, sasa naongea na. Okay ndio, basi mimi nakaa hapo nje kwenye gari. Lakini mzee, yaani mimi nakuahidi kwamba haya mambo umenishauri mimi nitafanyia kazi. Nafanyia kazi. Mimi nitafanyia kazi. Nimechaje ni majuto. Tutamsori ila. Danganya tu kuzuku. Watu yake naye ataweza kuongea.
Sultana. Ofisa ba? Oya, naingia kusoma shibuzu kumtaye. Muzu kumtaye? Jamal! Ti wanje. Tuli. Sasa posho yangu bosi mnaibeba wapi? Jamal! Sasa mtu anatoroka wewe uko pale? Atoroka? Si huyu anaenda Kinza. Naenda wapi? Manguo au vipi? Naingia kusoma shibuzu kumtaye. Goza. Jamaa anaenda. Anatimka. Alikuwa Eva anafanya yuko busy na kazi zake. Namaliza kufanya kazi, acha nipeleke nguo zangu kwa tayari. tayari. Toka lini unatoka bila kulipa? Wewe. Ukishukuru warudi. Kweli nilikuwa nataka kwenda kwa tayari kuonesha nguo. Nilikwambia toka mapema, huyu mwanamke huyu. Unaona? Hatoki kila kitu anachotaka kufanya lazima aage. Lazima aombe ruhusa. Sasa angalia hizi nguo. Nataka unionyeshe. Haya, tuoneshe buku ndio kupeleka kwa tayari. Wapi? Where is it? Tumesha kwenye imechangwa. Zote hizo. Nisha nenepa naenda wazifanye siku. Zote hizo. Unamsikia? Maneno yake yashikana. Mzee, wewe ndio utajua leo mwanamke. Nimekwambia sana. Mpaka nikahisi kufikiria kama ndani cha kwako kile. Jamani, mbona mimi wawe ni kuziko jahali. Ingono yao inabiza. Jamani, kama hivi nimefanya nini tena? Hadi viatu mzee unaziona? Ona hadi viatu. Bosi, ni vitu gani tena bosi? Mbona mnanicheka? Bosi, mimi nimefanya nini tena? Jamani, mimi nimefanya nini? Mufungire hariya. Mukarani. Tia kufuri. Alafu niletee mimi ndo nikae nayo hapa. Jamaa, shika hiyo fungu. Leta isipite hiyo fungu. Narudi baadaye nakwambia. Cha kufanya mimi nakijua. Ila mzee. Twende. Mzee, na sasa hizi maneno yangu umeyakubali. Ila tunaye kwa sasa, atakipata pata. Sultana.